Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa Badilika TV, mbele yako sio mgeni sana, ni Roger Simba, shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club, ambaye tukiwa tunateta mawili matatu. Wale ambao wamesubscribe tunakupa pongezi sana na kukupa shukrani, asante sana, na wale ambao bado hamja subscribe chukua muda huu kusubscribe ili upate mengi, upate mahondo mengi. Kilichonileta kwa Roger Simba ni mwenendo wa klabu ya Simba Sports Club kwenye mashindano yote mawili, CAF Champions League pamoja na NBC Premier League. Mashindano yanaonekana ya CAF Champions League kama yanawatokea puani wa Simba Sports Club. Yeye ni mwanachama na shabiki wa Simba Sports Club, huenda akatupa mambo mawili matatu. Bwana Roger, bwana, habari yako? Salama ndugu yangu. Uzima upo. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mimi nasema tatizo lipo kwenye upande wa management yetu ya klabu yetu ya Simba. Sababu ukiangalia tofauti na juzi na jana, wachezaji wangu katika mechi ya jana waliperform vizuri. Kikweli walijitoa, wachezaji walipambana kadri ya uwezo wao, na jamaa walipata goli la bahati, lakini ndio hivyo tukakini ndio totally tushafungwa. Kikubwa zaidi mimi naona shida ipo chini, bado chini hapajakaa sawa. Ule umoja, muungano ambao viongozi wenyewe watakuwa watengeneza umoja wao ili timu yetu iweze kumove kwenda mbele. Hata kama wao wenyewe bado kuna shida au kuna sitofahamu ambazo wao wenyewe wanazijua tofauti zao, Simba haiwezi kwenda mbele. Ni kwa mara ya kwanza toka miaka 7 mfululizo Simba anashiriki kwa mashindano ya kimataifa, Simba kwenda kushia hatua ya makundi. Kwanza ni jambo moja la aibu sana. Tuna mechi 3 hatuna pointi hata moja yoyote ile. Ina maana tuna pointi 0. Imebakia mechi zetu kama 3 hivi. Na mechi na Jumapili hapa nyumbani na experience huyu. Ina maana bado game pia vivi ni ngumu. Na kila mwana Simba naona mwanachama mpenzi yote tu ukimuuliza kwa bwana, yaani anaona kama mtu na nafsi zao moyo wao utashafanya nini? Ushaka tamaa. Lakini kweli wako sahihi. Ukiangalia mpaka dakika hii hatuna pointi yote. Na watu matumani yao tuje kujaribu kufunga Mwarabu Jumamosi hapa nyumbani. Na si jambo jepesi, ni jambo gumu. Sababu nimeona timu ambayo ilivyo na ubora wa timu na uchezaji wao. Kwa ina maana kuna kazi kubwa sana katika msimu hapa. Aidha labda watu watengeneza utulivu, watengeneza umoja kwenye hii mechi ya Jumapili, watie nguvu zote ili tuweze kushinda. Ndani ya uongozi, wanachama, wapenzi, matawi yote, na wachezaji tuungane, tuwe kitu kimoja. Hii mechi iwe kama vile udala. Bila hivyo tena bado mambo ni magumu. Ni unyonge, ni fezea, ni aibu, ni kila mtu anaona bado yani tuko nyuma katika msimu huu. Bora wenzetu kidogo wana pointi 4, wanaweza lolote wakaongea. Lakini sisi kikweli tunali ngumu. Wajue wanakosea wapi na wajue shida ni nini, na wajitathmini kwa nini wanafeli. Kwa nini Simba imefeli mitatu zote hazina point? Haije kutokea. Yaani wao wenyewe tu waelewe shida ni nini na wajitafakari kwa umakini, waelewe. Wapenzi wanachama wa Simba wanaumia, wanateseka. Wao almost miaka 4 kwenye ligi hatuna ubingwa. Tunakuja kwenye kabingwa msimu huu tunafeli. Kwa hiyo uongozi wanatakiwa wenyewe wajitathmini. Nadhani wenyewe wanajua nini ambacho kipo. Wanafahamu kwa nini tunafeli, wanafahamu kwa nini timu haimove. Wanaelewa, wanajua. Yaani huwezi kuniambia eti hawajui. Wanafahamu. Kwa hiyo watakuwa wenyewe chini, wakae chini, wajitafakari, waseme shida ni nini, wazungumze kuna shida gani. Kama wao kama kuna makundi ambayo wanashindana, basi wayavunje. Hii mechi ya Jumapili tutie nguvu watu wote tuweze kushinda, tupate pointi 3. Eza lote mbele kama nini ikitokea. Lakini kama wao wenyewe hawana umoja, uongozi, management haishirikiani, nafeli. Na kweli tunafeli. Tutafeli kwenye klabu bingwa, tutafeli kwenye ligi yetu ya nyumbani. Ni jambo la aibu. Miaka 4 Simba hana kikombe chochote kile. Eza FA, NBC, kombe lote ile sisi hatuna. Mapinduzi hatuna. Kwa hiyo lazima viongozi wajitathmini wanakosea wapi na shida iko wapi ili tuweze kumove kwenda mbele zaidi. Mechi zimebakia 3. Ukiangalia mechi 2 Simba kishinda inakuwa na pointi 6. Ikishinda mechi 3 inakuwa na pointi 6, 7 kama 8 hivi almost. Ndio kama hivyo.
hesabu za haraka. Sasa kama 9 haya ni si rahisi kuzipata hizo pointi 9 kwa 7, si rahisi. Ni pointi kwanza ni mechi ngumu, kiangalia ni michezo migumu. Ukimwangalia kwanza Jumapili tuna kibarua, yani hapo ndo yani hiyo ndo hadi finali. Ina maana tukisali tukifungwa shughuli imeishia pale. Hata hizo mechi mbili zilizobakia timu ingie uwanjani siingie haina haja yote. Kwa hiyo inatakiwa sisi tujitathmini na tujue tunafanyaje kwenye mechi ambayo ya Jumapili Simba iweze kupata pointi 3 hapa nyumbani. Kuangalia timu yangu kwa mechi ya juzi na Mwarabu, timu imebadilika, timu ilikuwa inacheza, timu ilikuwa ina move, timu ilikuwa inaonyesha. Yaani kama ilikuwa inatamani kitu fulani kukipata. Tumeona muonekano wa Simba. Lakini kama hii mechi na Mashujaa, umoja wao na mechi ambayo juzi walionyesha wachezaji kujitoa tofauti na ile mechi na Mtibwa. Mtibwa ilikuwa mechi ngumu sana. Wachezaji uwanjani wacheza waonyeshi kama hii walivyojitoa juzi na Mwarabu wakitoa tena kwa mechi na Mashujaa, mimi naamini pointi 3 zinapatikana, lakini mpaka wenyewe waonyeshe kama kweli kitu wanakitaji au weza wakihitaji, na kama kweli zile mambo yao ya sitofahamu, mambo yao hayaeleweki, magomvi yao wayaondoe. Wakiyaondoa, mimi naamini Simba mechi na Mashujaa pointi 3 zitapatikana. Kwanza nimeona wachezaji ambao walokuja na nimeona talenti yao na nimeona ubora wao na nimeona kwenye mechi ya juzi, nimeona Kibabaji, nimeona Mnajeri, nimeona nani wote. Ina maana wote wameingia kwa spidi kubwa, nimeona wamepambana kadri ya uwezo wao. Kuna baadhi watu walikuwa wanabeza nini, maneno yalikuwa mengi, lakini vijana walitoa na hii tumeona kama kweli muunganiko ambao juzi wameonyesha na watatengeneza utulivu wa hali ya juu wakamsikiza kocha. Mimi naona kwangu mimi timu inaweza ikabadilika na timu ikawa bora zaidi, lakini kikubwa zaidi maelewano kwenye pichi. Mechi ya kwanza ambayo hawajakaa muda mrefu tumeiona kwenye klabu bingwa, kweli wachezaji wamepambana, wamejitoa, wameonyesha kadri ya uwezo wao, na tutaona katika mechi inayokuja na Mashujaa na hizi mbeleni ambazo zinafuatia. Kikubwa zaidi tu lazima watengeneze utulivu ukiwepo upo hali ya juu, mimi naamini matokeo yanapatikana, na sio baya, ni wachezaji wazuri na kocha kakapa nafasi, na kila mtu alipewa namba yake kwenye nafasi yake. Tumeona kapambana, kajitoa kadri ya uwezo wake, na timu kweli imemove, na timu kweli imecheza, na timu kweli imeonyesha nini ambacho Simba wanachokihitaji. Hivi hii hali hivyo washikamane kwa umoja wa wachezaji kwenye pitch, basi Simba inaweza ikabadilika na timu ikawa nzuri mbele safari. Mimi nakwambia tu sasa hivi nafsi na moyo za wanachama na wapenzi wana Simba wote, na kila mmoja moyo wake umekuwa kama vile umekuwa unagiza mbeleni, yani ajui kama kwa Simba ina move kwenda mbele au Simba ndio inaishia hapa. Mimi nataka kuomba tu, hii ndio klabu yetu, ndio timu yetu, ndio ambayo sisi tumeipenda wenyewe, tushikamane nayo, tuwe nayo, tuwape moyo wachezaji, tuende karibu na tuombe vivyo uongozi wetu pia wape karibu na wachezaji, wanachama wote. Hata ile mechi inayokuja ya nyumbani tuje tuleni uwanjani kwa wingi, uwanja ujai, tuwape moyo, wapambane vijana wapate pointi 3 ili mwingine yaende mbele ya safari. Asante.